Karibu tena. Leo nataka tuzungumuze kwa lugha rahisi kabisa kuhusu jambo moja muhimu sana. Tabia zetu zinatoka wapi? Je, unazaliwa ukiwa mvivu, jasiri, muoga au mchapakazi? Au mazingira ndiyo yanakujenga? Wanasayansi fulani waliwahi kusema hivi: usipoteze muda kusikiliza maneno ya mtu, angalia anachofanya. Maana tabia halisi inaonekana kwenye matendo. Hapo ndipo ilipoanzia elimu ya tabia. Kuna mtaalamu mmoja wa Urusi aliitwa Ivan Pavlov. Alikuwa anawapa mbwa chakula na akaona jambo la kushangaza. Mbwa hawakuwa wanadondosha mate kwa kuona chakula tu, bali hata kwa kusikia mlio wa kengele uliokuwa unapigwa kabla ya kupewa chakula. Akili za mbwa zilijifunza kuwa mlio wa kengele maana yake ni chakula kinakuja. Baada ya muda, kengele pekee ilitosha kuwafanya wadondoshe mate. Hii inatuhusu sisi moja kwa moja. Unaposikia mlio wa simu, moyo wako unashtuka hata kabla hujaona ujumbe. Mlio wenyewe hauna maana, lakini akili yako imeshaunganisha mlio na habari. Vivyo hivyo, ukila chakula fulani halafu ukaumwa sana, baadaye harufu yake tu inakuchukiza. Akili inajifunza kwa kuunganisha mambo. Baada ya hapo, kulikuwa na mwanasayansi wa Marekani anayeitwa Thorndike. Alitumia paka. Aligundua kuwa tabia yoyote ikileta faida hurudiwa, ikileta maumivu huachwa. Paka alipojifunza kuwa kukanyaga sehemu fulani kunamtoa nje apate chakula, alianza kufanya hivyo bila kusita. Hivyo ndivyo hata binadamu tunavyoishi. Tunarudia kinachotuletea faida. Kisha alikuja John Watson. Yeye alitaka kuonyesha kuwa hofu nyingi hazizaliwi nazo, zinafundishwa. Mtoto mmoja aliitwa Albert hakuwahi kumwogopa panya, lakini kila alipomshika panya alisikia kelele kubwa ya kutisha. Baada ya muda, mtoto alianza kuogopa panya hata bila kelele. Hofu ilijengwa taratibu bila yeye kujua. Ndiyo maana leo unaweza kuogopa hospitali, polisi au watu fulani bila kujua chanzo. Mara nyingi mizizi yake ipo utotoni. Halafu alikuja B.F. Skinner. Huyu alisema kwa uwazi kabisa, tabia zinaendeshwa na zawadi na adhabu. Ukifanya jambo ukasifiwa au ukapata kitu, utalirudia. Ukifanya jambo ukapata maumivu au hasara, utaacha. Lakini aligundua jambo hatari zaidi. Zawadi zisizotabirika zina nguvu sana. Ukishinda leo, ukapoteza kesho, halafu ukashinda tena hafla, akili inakwambia labda safari ijayo. Hapo ndipo kamari inapowateka watu. Unaendelea kujaribu hata ukiumia. Katika malezi pia, mtoto ukimsifia akifanya vizuri, anajifunza haraka kuliko ukimpiga kila wakati. Sifa na kuthamini vina nguvu kuliko adhabu. Habari njema ni hii: kama tabia zetu zilijengwa na mazingira, zinaweza pia kubadilishwa. Hofu, uvivu au mazoea mabaya yanaweza kufutwa kwa kujifunza taratibu njia mpya. Ukijifunza kutulia na kukabiliana na hofu kidogo kidogo, akili inabadilika. Kwa kifupi, mazingira yana nguvu kubwa sana juu yetu. Yanatufundisha nini cha kupenda, kuogopa na kurudia. Lakini bado kuna swali kubwa linabaki. Je, sisi ni mashine tu zinazoendeshwa na zawadi na adhabu, au kuna kitu cha ndani zaidi kinachotuendesha? Katika sehemu inayofuata, tutaingia kwenye dunia ya ndoto, hisia zilizofichika na akili iliyojificha. Hapo ndipo tutakapokutana na Freud na Jung na kugundua siri nyingine nzito za akili ya mwanadamu.